Profesa alishtuka sana kugundua kuwa karatasi ambayo mwanafunzi wa kike alionyesha jukwaani ilikuwa sawa kabisa na ile aliyochapisha bila jina miaka 5 iliyopita. Mara moja alimdokeza mwanafunzi huyo mwenye mbinu za udanganyifu. Je, hii kweli ni karatasi yako ya asili? Wakati huo mwanafunzi huyo mwenye mbinu za udanganyifu alitazama hadhira kuelekea kwa mwanafunzi bora darasani. Ilibainika kuwa hivi karibuni mwanafunzi huyo mwenye mbinu za udanganyifu alikuwa amesikia kwa bahati profesa akisema kuwa karatasi ya mwanafunzi bora ina uwezekano mkubwa wa kushinda tuzo ya kimataifa. Hii ilizua wazo baya katika akili yake. Alitumia uwezo wake wa kusoma akili akitarajia kuiba kazi ya mwanafunzi huyo, lakini hakuwa anajua mwanafunzi bora alikuwa amezaliwa upya akiwa na kumbukumbu za maisha ya awali. Katika maisha yake ya awali, mwanafunzi huyu mwenye mbinu za udanganyifu ndiye aliyeiba karatasi yake yote na hata kumkashifu kwa udanganyifu kwa madai ya wizi wa karatasi. Hatimaye mwanafunzi bora alikumbana na kifo cha huzuni, akizaliwa upya, na sasa alikuwa amesheheni vizuri. Kila mara mwanafunzi huyo mwenye mbinu za udanganyifu alipojaribu kusoma akili yake, mwanafunzi bora alibadilisha kwanza mawazo yake na kuingiza maudhui ya karatasi ya profesa iliyokuwa bila jina miaka 5 iliyopita. Wakati huu, mwanafunzi huyo mwenye mbinu za udanganyifu alikuwa ameshahakikishiwa kuwa mwanafunzi bora hajawasilisha karatasi yake. Aliapa kwa nguvu kwa profesa, hii karatasi ni kabisa kazi yangu ya asili. Lakini sekunde inayofuata, profesa alikasirika sana, akilia kwa ghadhabu kwa kudhaniwa kuiba karatasi yake. Akiona hili, rafiki wa mwanafunzi huyo mwenye ghadhabu alikaribia kumlinda, hata akijibu waziwazi, profesa, je, huenda unasikitika kwa hasira kwa sababu mawazo yake ni bora zaidi kuliko yako? Maneno haya yalimfanya profesa ashindwe kusema lolote. Mara moja akiamua kufichua uongo, profesa alibainisha hoja chache za karatasi na kumuuliza mwanafunzi huyo maoni yake, lakini hakuwa na ufahamu wa msingi wa karatasi hiyo na hakuweza jibu hata kidogo. Hapo alisikia mawazo ya mwanafunzi bora tena bila kujua kuwa yanatolewa kwa makusudi kwa jibu lililokosea. Hivyo, mbele ya hoja hizi rahisi, mwanafunzi huyo mwenye mbinu za udanganyifu alijibu kwa ujasiri, maudhui ya maswali yako yamezidi kile tulichojifunza, unajaribu kunifanya niwe na shida kwa makusudi. Aliyasema haya, kila mtu aliyekuwepo mara moja alitambua kuwa sasa walijua kwa hakika mwanafunzi huyo mwenye mbinu za udanganyifu si mwandishi wa asili wa karatasi. Hakuwa hata na uelewa wa maudhui ya msingi. Akiona udanganyifu wake ukikaribia kufichuliwa, mwanafunzi huyo mwenye ghadhabu alihisi kukosa matumaini na kujaribu kuvuruga umakini wa wote. Mara moja alimtaja mwanafunzi mwingine aliyekuwepo hadharani, ni karatasi yake iliyoibwa, lakini bado hajajua kuwa karatasi halisi ya mwanafunzi huyo inaweza kushangaza kila mtu. Mashabiki, nadhani tukio la furahisho linalokuja litakuwa aje? Je, mwanafunzi bora ataweza kumshinda kabisa mpinzani wake wa udanganyifu? Kama umeipenda hii movie, kwa mwendelezo sehemu ya pili, comment next.